kupanga nyumba ni bora kuliko kujenga nyumba. Sasa kabla hujanipinga na kuanza kucomment hapo kwamba hapana bwana, kujenga ndio ndoto ya kila mtu, tulia kwanza. Leo nitakupa sababu 7 kubwa za kwa nini usijenge na uendelee kupanga. Naongea yote haya kama kijana wa Kitanzania ambaye binafsi tu ninamiliki nyumba nyingi ambazo nyingine nimejenga na nyingine nimenunua, lakini mpaka sasa hivi hapa nilipo ninaishi kwenye nyumba ya kupanga. Na nitakueleza kwa nini nimeamua kufanya hivyo. Kuna faida kubwa zaidi na peace of mind kwenye kulipa kodi kuliko kujenga, ambazo watu wengi hawazifahamu. So, sikiliza kila pointi kwa umakini sana. Ikiwezekana tafuta peni na karatasi uchukue notes, na mwisho kabisa nitakupa mfano halisi wa mahesabu na numbers za kujenga versus kupanga. Sababu ya kwanza ni kwamba kupanga nyumba kunakupa uhuru wa kuweza kuishi popote, yani location freedom. Tanzania kwa sasa, eneo unaloishi ndio kila kitu. Yani kazi, shule, biashara, hospitali, usafiri, vyote vinategemeana na mahali unapokaa. Ukiamua kujenga, let's say hapa Dar es Salaam kwa mfano, mara nyingi unalazimika kujenga mbali kidogo kwa sababu viwanja vya karibu na mji ni ghali sana. Tuache kudanganyana, ni watu wachache sana ambao tunaweza kuafford viwanja maeneo ya Mbezi Beach let's say au Mbweni. Sasa matokeo yake ni nini? Utajikuta unatumia muda mrefu sana barabarani, unatumia nauli kubwa zaidi na mafuta mengi zaidi, unachoka, unachelewa kazini, muda wako wa kuspend na familia yako unapungua. Sasa kukodi kuna faida gani hapa? Unaweza kukaa karibu na kazi yako au shule kwa gharama nafuu zaidi. Kisha ukibadilishwa kazi au ukipata nafasi mpya sehemu nyingine unahama tu. Kwa hiyo kukodi sio tu kuishi kwa mtu. Mara nyingi kukodi ni kununua uhuru wa maisha yako. Nimetoa mfano Dar es Salaam maana ndo Tanzania yenyewe. Yaani uwezo ukawa unaishi kijijini huko alafu unasema bado upo Tanzania. Bro, apart from Dar es Salaam, everywhere else is utake usitake, yani ndio ipo hivyo. Sababu ya pili ni kwamba kujenga kuna meza pesa nyingi na kuzishikilia kwa muda mrefu. Watu wengi sana wanaanza kujenga kwa nguvu, alafu katikati wanakwama. Utakuta unaanza na msingi, then kuta zinapanda, alafu unakosa hela ya paa. Haya sasa, paa limewekwa, alafu unakwama kwenye finishing. Yani milango, madirisha, umeme, maji, rangi, tiles. Na hapo ndio unagundua kwamba kujenga sio mradi mmoja, yani ni mfululizo wa miradi mingi. Kila hatua ina gharama, na gharama zinaweza kupanda kwa ghafla kutokana na bei ya saruji kupanda, bei ya nondo kupanda, gharama za mafundi kuongezeka, usafirishaji na logistics, wizi wa vifaa, makosa ya mafundi na kadhalika. Na ukiwa mtu unayejenga una kipato cha kawaida, unaweza kujikuta unakopa, unauza mali nyingine, unaacha kuwekeza sehemu nyingine, au tu unaishi kwa pressure juu. Wakati huo ukipanga nyumba una faida moja kubwa sana. Yani unajua gharama yako ya kodi ya kila mwezi. Kodi ni kodi na unaipangia budget. Kwa hiyo kwenye kukodi kunakupa kitu kinaitwa utabiri wa gharama au predictability. Sasa kama huna pesa za kulipa kodi au kujenga, nina kitabu kinaitwa Siri 69 za kupata pesa. Nimekuwekea link kwenye description na kwenye bio. Nenda ukakisome ili ubadilishe kabisa maisha yako ya kifedha. Bonyeza hiyo link na nenda kwenye website yangu ya mansamusaxiv.com utakipata. Sababu ya tatu ya kwa nini usijenge ni hidden costs za nyumba yako. Hata ukimaliza kujenga, gharama haziishi. Nyumba ya kuishi wewe mwenyewe ina gharama ambazo watu wengi huwa hawazifikirii mapema. Kwa mfano, matengenezo ya paa likivuja, paka upya rangi ikipauka, mabomba kuziba, umeme kufeli, kubadilisha wiring, fence, ulinzi, kuhudumia bustani na mazingira, kodi za serikali na kadhalika. Watu wengi wanafikiria kwamba ukishajenga nyumba ndio basi unakaa na kupumua. Lakini ukweli ni nyumba ni kama gari. Ukimiliki unalipia matengenezo. Sasa hapo kuna tofauti kubwa sana na kupanga. Ukiwa mpangaji, mara nyingi matatizo makubwa ya nyumba yanabebwa na mwenye nyumba. Wewe unalipia vitu vidogo vidogo tu. So unapunguza risk ya gharama za ghafla. Kwa hiyo kupanga ni kama kushare risk na baba mwenye nyumba. Na hiyo ndio akili ya kifedha. Sababu ya 4 ni kwamba kupanga kunakupa liquidity. Yani kwa lugha rahisi ni pesa inayotembea. Kama nimekosea nisahihishe hapo kwenye comment section. Sasa hii point ni muhimu sana. Kuna aina 2 za mali. Moja ni mali zinazotembea kwa haraka kama hela, biashara na uwekezaji wa muda mfupi. Na 2, kuna mali inayokaa kama nyumba na ardhi. Yani zinaweza kuongezeka thamani lakini ni taratibu sana. Nyumba unayojenga inafunga pesa zako kwa muda mrefu sana. Ukiweka milioni 150 kwenye nyumba, hiyo pesa haiwezi kusaidia kuanzisha biashara, kuongeza stock, kulipia marketing,
kununua vifaa let's say, au kukwapua fursa za dharura. Lakini ukipanga nyumba, badala ya kuweka pesa yote kwenye ujenzi, unatumia pesa kidogo kulipia rent, kisha nyingine unawekeza kama mtaji kwenye mambo yako ya msingi yenye faida zaidi. Kwa mfano, unaweza kuanzisha biashara ndogo, unaweza kununua kiwanja na kukiacha kipande thamani taratibu bila pressure ya kujenga sasa hivi, unaweza kuwekeza kwenye vifaa vya kufanyia kazi, au tu kuwekeza kwenye miradi ambayo inakuingizia pesa frequently. Kwa hiyo, kukodi mara nyingi kunakupa faida ya hela inaweza kubadilika kuwa fursa muda wowote ule. Sababu ya 5 ni building risk na usimamizi mbovu. Tuseme tu ukweli, Tanzania ina changamoto moja kubwa sana, nayo ni ujenzi bila mifumo. Watu wengi hujenga tu kiolela bila engineer wa kusimamia, bila BOQ yani bill of quantity, bila mikataba rasmi na mafundi, bila ratiba ya kazi, bila ukaguzi wa hatua kwa hatua. Sasa matokeo yake utakuta mafundi wanakula pesa ya vifaa, kazi hazikamiliki kwa wakati, ubora wa nyumba unashuka, gharama zinakuwa kubwa na zinatoka nje ya bajeti. Unakuwa unagombana na watu kila wiki na unajikuta unaishi kwa stress kibao. Wakati ukiwa mpangaji, jambo ni moja tu. Unamwambia baba mwenye nyumba, "Oya, mimi nimelipa kodi, nataka huduma." Sawa, nyumba za kupanga pia zina changamoto zake, lakini mara nyingi stress za ujenzi huwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo kupanga nyumba kunapunguza riski ya usimamizi, udanganyifu na makosa ya ujenzi. Sababu ya 6 ya kuto kujenga nyumba ni kwamba maisha huwa yanabadilika kwa haraka sana. Leo uko Dar, kesho uko Dodoma. Leo na mtoto mmoja, kesho unapata watoto watatu. Leo na biashara ndogo, kesho inapanuka. Leo unaishi peke yako, kesho unaoa au unaolewa. Ukiwa umejenga nyumba sehemu fulani, unakuwa kama umejifunga. Sasa nina swali moja la msingi ambalo nataka unijibu hapo kwenye comment. Je, nyumba unayojenga leo itaendana na maisha yako ya miaka 10 ijayo? Watu wengi hujenga nyumba kubwa kwa matumaini ya baadaye. Halafu baadaye ikifika wanagundua kwamba eneo halifai tena, au nyumba ni kubwa sana na gharama za kuendesha ni kubwa, ama wamepata kazi mbali, au watoto wanasoma mbali, au mji tu umehamia sehemu nyingine. Lakini ukiwa mpangaji unakuwa na flexibility. Kwa hiyo kupanga nyumba ni bora zaidi kwa watu wanaopitia mabadiliko ya kazi, ukuaji wa kipato, mabadiliko ya familia, mabadiliko ya biashara na kadhalika. Sababu ya 7 ni kwamba kodi ni huduma na sio aibu. Watu wengi wamepanga nyumba lakini wanaishi kwa aibu, wanajiona kama wamefeli. Bro, nataka nikwambie kitu. Kukodi ni kununua huduma ya makazi. Ni sawa tu na kulipia internet, maji, umeme. Sio lazima umiliki kila kitu ili uwe na maisha bora. Watu wenye akili ya pesa mara nyingi huwa tunajiuliza, ni kitu gani kinaletea faida zaidi kwenye maisha yangu? Kama kukodi kunakupa eneo bora, muda mwingi, stress kidogo, uwezo wa kuwekeza, flexibility ya kuhama, basi kukodi ni uamuzi wa kishujaa na sio udhaifu. Ukitaka kuamini kwamba kupanga nyumba ni bora kuliko kujenga, chukua mfano. Tuseme una mpango wa kujenga nyumba itakao kugharimu takriban shilingi milioni 150 ili ikamilike vizuri. Na tuseme ungeamua kukodi nyumba nzuri kama hiyo ingekugharimu 500,000 tu kwa mwezi. Sasa shilingi 500,000 kwa mwezi kwa mwaka ni milioni 6. Kwa miaka 10 ni milioni 60. Hapo sasa utakuta mtu anasema, unaona, miaka 10 nitalipia milioni 60. Sasa si bora nijenge? Subiri kwanza. Hapo kuna kitu muhimu sana hujaangalia. Ukiweka milioni 150 kwenye ujenzi, hiyo pesa inakuwa imefungwa. Lakini kama ungekuwa na strategy nzuri, ungeweza kufanya nini? Ungewekeza sehemu ya pesa kwenye biashara inayoleta faida, ungeongeza kipato, ungekuwa na emergency fund yako, kisha ungejenga taratibu bila kukimbizana na mtu. Kwa hiyo hapa swala zima sio tu kulipa kodi versus kujenga tu, bali ni unawezaje kutumia pesa yako kujipa maisha bora zaidi. Sasa nisikufanye uone kama kujenga ni upuuzi, hapana. Kujenga ni bora ikiwa una kiwanja chenye hati safi, una budget iliyoandaliwa vizuri, una engineer au msimamizi wa ujenzi ambaye ni mzuri, una akiba ya dharura. Yaani usijenge hadi pesa zako zote ambazo unazo zinaisha. Unajua kabisa kwamba utaishi eneo hilo kwa muda mrefu. Unajenga nyumba yenye ubora na mpango mzuri, na umeangalia huduma za maji, umeme, barabara na usalama. Lakini kama hayo hayapo, basi ni bora upange tu kwa sasa. Kwa hiyo sasa rafiki yangu, ujumbe wangu wa leo ni huu. Kupanga nyumba sio swala la aibu. Mara nyingi ni mkakati wa akili wa kukupa eneo bora, uhuru wa kuhama, gharama zinazotabirika, pesa ya kuzungusha kwenye mishe zako, na kupunguza stress zisizo za lazima. Always remember, lengo sio tu kuwa na nyumba. Lengo ni kuwa na maisha yenye uhuru na amani. Sasa niambie hapo chini kwenye comments kwamba wewe uko upande upi? Upande wa kujenga au upande wa kupanga? Na ni sababu gani kubwa inayokusukuma kufanya hivyo? Na kama umependa video hii, basi bonyeza like, subscribe na share
kwa mtu ambaye anajipa stress ya kujenga bila mpango. Pia usisahau kucheki kitabu cha Siri 69 za kupata pesa. Nimekuwekea link, ipo kwenye bio yangu na ipo pia kwenye description. Asante sana kwa kusikiliza na kuangalia. Bye and see you on the next video.